Leo nataka nizungumzie kuhusiana na kuota au kuota ndoto. Ndoto ni sehemu ya mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ndoto ni sehemu ya kupokea ujumbe, uwe mbaya au mzuri. Kwa kila mwanadamu ambaye anaishi kwenye huu ulimwengu akishindwa kuota ndoto, maana yake ana shida. Ukiwa kama haupati kuota ndoto au ukiota ndoto ukumbuki asubuhi, kuna changamoto. Na sio changamoto ndogo, kubwa. Kwa sababu ziko blessing, ziko baraka ambazo unatakiwa kupata, hautopata. Yako mambo ambayo unatakiwa kukwepa, hautoyakwepa, yatakuvaa. Yako mabaya na majanga yanatakiwa ya solved, ya okolewe au yaepukwe, lakini yatashindwa kuepuka. Hebu tafakari na jaribu kuona juu ya Yusufu. Wakati mfalme Farao anaota ndoto ya kuhusu njaa itakayokuja miaka kadhaa mbele. Na hebu fikiri. Farao angeisahau ile ndoto, nini kingetokea kwenye taifa lile? Lakini kwa sababu alikumbuka ndoto na sio kuota tu, akapata tafsiri ya ile ndoto, Farao akaokoka na njaa. Watu wa Misri wakaokoka na njaa. Fikiri mtu kama mfalme Abimeleki alitaka kushiriki kimahusiano na mke wa Abraham, kwa sababu Abraham aliwadanganya kama huyu ni ndugu yangu. Sasa kama asingeota na asingekumbuka, nini kingetokea? Maana yake angekufa sahihi. Ni mara ngapi unaungana na watu kwenye mahusiano pasipo kusikiliza sauti, pasipo kuoteshwa ndoto? Ni mara ngapi mambo yanatokea kwako kama unatazama tu television, yani wanachagua watu tu, kitokea hiki kitokea hiki, bila wewe kuonyeshwa kwenye ndoto. Ndoto ni sehemu pekee ambako mtu anaweza kujua nini kitatokea au nini kinakuja, hata kama yeye sio nabii, yeye sio mtu. Yaani kila mtu tu akiwa kwenye ulimwengu huu unaweza ukaota. Kila mtu anatakiwa kuota. Sasa ziko ndoto ambazo zinaonyesha wewe umezuiwa, umefungwa. Zipo ndoto ambazo zinaonyesha kwamba wewe unatakiwa kuziondoa kwenye maisha yako. Zipo ndoto zinazokuonyesha wewe unatakiwa kusimama vizuri. Na zipo ndoto zinazokuonyesha juu ya karama na kipawa ulichonacho. Sasa leo nataka nizungumze zaidi kuhusiana na ndoto ambazo watu wanaota au unaweza kuota na zikawa zinaashiria za kifungo nyuma yake. Kwa mfano unaota ndoto huko makaburini. Hii ni ndoto mbaya. Au unaota unakimbizwa na ng'ombe, au unaota unakimbizwa na kundi kubwa. Huko na wenzako wanakimbia spidi sana. Wewe unakosa nguvu za miguu. Inanyongonyea miguu. Wale wanakukuta, wanakuzuru, unashtuka kwa hofu kubwa sana usiku. Hiyo sio ndoto nzuri. Unaota usiku. Unaota uko chooni, na unaenda chooni, labda unaenda chooni, uko chooni na wanafunzi wenzao mliosoma nao miaka mingi. Unaota huko kwenu, vijijini kwenu au nyumbani kwenu kule kwa zamani. Sio ndoto nzuri. Unaota unafanya mapenzi na mtu ambaye wakati mwingine ni sio mumeo, au hata wakati mwingine umuoni au umjui, wakati mwingine uone hata kichwa chake, uone hata sura yake. Hata mwingine tu mtu ambaye unamjua lakini unaota uko kwenye ndoto. Sio ndoto nzuri. Unaota ndugu yako ambaye amekufa muda mrefu anakuja anakupa maelekezo fulani au anakukemea au anakuambia utofika somewhere au utofika mbali. It's not good dreams. Hizo sio ndoto nzuri. Sasa madhara ya ndoto mbaya kama hizi, madhara makubwa yanayokuja baada ya kuota ndoto kama hizi. Ghafla kama ulikuwa na kazi huwa unafukuzwa kazini. Ghafla kama ulikuwa na maendeleo fulani kwenye biashara zako, zile biashara huwa zinakufa. Ghafla kama ndoa ilikuwa imesimama vizuri na furaha, ile ndoa inaanza kuvurugika. Amani inakosa. Nilikuwa naota nazamishwa kwenye maji, nilikuwa naota ndoto mbaya nakula nyama mbichi, nilikuwa naota shuleni nilikosoma nipo na marafiki zangu huko bwenini. Yaani nilikuwa naota ndoto za ajabu ambazo hazieleweki kabisa. Niliumia sana. Mwisho wa siku nikapoteza hata kazi yangu, nikakosa matumaini kabisa. Lakini nilipokutana na Apostle Ezra Julius Sichone, nilipokea uponyaji, aliniombea, zile ndoto mbaya sikuota tena. Na ukaribisha na wewe unayeota ndoto mbaya za maajabu ambazo hazieleweki, ukutane na Apostle Ezra Julius Sichone akuombee.